Bwana, karibu sana mtazamaji wa Mapito Online TV. Bila shaka umzima wa afya na unaendelea kuvuta pumzi hii ambayo Allah Tabaraka wa Taala amekujalia. Kila siku tunakutana hapa na kuzungumza machache na kuwa na interview na watu kadhaa kuhusiana na kile ambacho mimi nitaona kinafaa. Na leo niko na binti mrembo wa Kisukuma ambaye nitazungumza naye machache usioyajua kuhusiana na mabinti wa Kisukuma. Kwa nini wanaume wengi wanapenda sana wanawake wa Kisukuma? Yapo mengi sana, lakini pia tutazungumza tamaduni za kule Usukumani. Karibu sana. Asante. Mambo vipi? Kwa vipi? Safi kabisa. Mbona sauti yako ya kinyonge sana? Hapana, nipo sawa. Umekula lakini? Nimetoka kunywa supu sasa hivi. Haya, karibu sana kwenye Mapito Online TV. Asante sana. Bwana, kwa kuanzia kabisa, unaitwa nani labda na unatokea wapi? Kwa majina yangu naitwa Monica Edward. Mimi ni mtu wa Mwanza, mzaliwa wa Mwanza. Mwanza ni kubwa sana. Sijui Mwanza sehemu gani? Sungui, yani Msukuma mwenyewe. Utakapokuja tunaenda. Labda nianze tu kwa kuuliza swali moja la kizushi. Mwanamke wa Kisukuma anatofautianaje na wanawake wengine? Mwanamke wa Kisukuma anatofautiana? Yani tuseme kwamba huyu Msukuma, yani tofauti yake mwanamke wa Kisukuma na wanawake wengine. Kwanza wanawake wa Kisukuma niseme hatuna utofauti sana. Ila hatuna utofauti sana. Watu wanasema kwamba wanawake wa Kisukuma wanajua sana mapenzi. Hii imekaaje kwa upande wako? Ni kweli au ni maneno ya watu tu? Inategemea. Inategemea, inaweza ikawa kweli au vipi. Kwa hiyo inategemea. Inategemea. Ni kitu gani kwa wanawake wa Kisukuma hawakipendi kutoka kwa wanaume? Mwanamke wa Kisukuma hapendi dharau. Ila pia hata nikisemea upande wa wanaume, wanaume wenyewe, mwanaume wa Kisukuma kwa mfano akishapenda ndio kapenda, yaani atakufanyia kila kitu unachotaka. Mwanamke naye akishapenda mtu ndio kama hivyo, yaani kumwacha ni mtihani. Wewe kama ulienda kujaribu kwa ile mtu baba. Kuhusu wivu vipi? Wanawake wa Kisukuma wana wivu sana? Wivu sana. Mimi mwenyewe na wivu hasa. Yaani hata sielewi, yaani nina wivu. Bwana, si mchezo kabisa. So mchezo aise. Okay. Mwanaume akisaliti mwanamke wa Kisukuma mara nyingi huwa anasamehe ama huwa anaweka moyoni? Sisi wanawake wa Kisukuma waga hatuweki vitu moyoni, huwa tunasamehe. Ni siri gani ya wanawake wa Kisukuma ambayo watu wengi hawajui? Ni siri gani ya wanawake wa Kisukuma? Siri, pengine kuna siri kwa wanawake wa Kisukuma ambao watu wengi hawajui. Hapana, sidhani kama kuna siri. Hakuna siri. Hakuna jipya. Yaani hamna jipya. Okay. Kwa wakati huu hapa hamna jipya. Yote ni ya kawaida. Yote ni ya kawaida, yote yashazoeleka, yaani yote kila mtu anayafahamu. Okay. Haya, kwa mfano kama utaulizwa swali upate mwanamume wa Kisukuma ama upate mwanaume wa Kizanzibari, kwako unaweza kuchagua yupi? Mimi naweza nikasema kwa upande wangu mimi, mwanaume wa Kisukuma na mwanaume wa Kizanzibari kwangu mimi hapana. Kwa wewe hapana? Utachagua. Katika hao wawili utachagua wewe. Wala si mchezo. Wasukuma kuna wale wanawake ambao huwa wanakeketwa. Wasukuma huwa mnakutana na hizo changamoto? Hapana, Wasukuma keketwa. Wanaokeketwa ni watu wa Msoma, sio Wasukuma. Okay. Kwani Usukumani kuna makabila mangapi? Usukumani kuna makabila mangapi?
Mimi sijui. Yaani I mean kumbe watu wa Sukuma si watoka Mwanza? Mwanza mna makabila mangapi? Ukiachana na Wasukuma hakuna kabila lingine? Ila niseme si makabila yapo mengi pale. Okay. Changanyikeni. Lakini wenye Mwanza yao ni Wasukuma. Okay. Bwana, na binti wa Kisukuma anapovunja ungo, labda kuna kasherehe ama kuna vitu gani ambavyo wanafanyiwa? Mwanamke wa Kisukuma akishavunja ungo, binti wa Kisukuma, sisi hatunaga sherehe. Nini hufanyika? Kinachofanyika, mzazi au wewe binti ukishajigundua umekuwa hivyo, unaweza ukamfuata mzazi. Ndio. Mzazi atakufundisha tu, kuna mambo baadhi, lakini hasa kabisa atakufundisha wajina. Okay. Wajina ni vipi yani? Wajina sisi tuna majina, labda mimi niipe jina la bibi yangu. Ndio. Jina la bibi yangu niseme ndo yale majina nini ya kulisi. Maana Wasukuma wanapenda sana kulisisha majina. Mara unazaa mtoto anakuwa huyu fulani, hata kama alishakufa lazima akishazaliwa ataifa fulani. Kwa hiyo kwa mfano wewe Monica umechukua kutoka kwa nani? Mimi Monica ni jina la bibi yangu. Okay. Bibi kizaa mama ni mdogo wake na bibi yangu kizaa mama. Okay. Kwa hiyo unapovunja ungo huyo bibi ndio huwa anakuja. Unapovunja ungo yule bibi mama yangu ndo atatoa taarifa kwa bibi. Atamwambia mwanao sasa hivi 1 2 3 wa jina wako. Atasema haya wewe ndio utaitwa kwenda kwa nani? Kwenda kwa bibi. Ukishafika kwa bibi ndo atakufundisha, mwanangu sasa hivi umeshakuwa, haitakuwa ufanye hivi, haitakuwa ufanye hivi, haitakuwa hivi, natakuwa ukae hivi. Ndio. Na huwa mnakaa ndani labda kama siku ngapi, au huwa hamkai ndani? Yaani umevunja ungo leo unaitwa kwa bibi, kesho unaelezwa, baadaye unarudi uraiani, ama kuna kipindi cha kuwekwa ndani? Kwenye kipindi cha kuwekwa ndani hapana. Huwa hamwekwi ndani. Nisemea mimi mimi nimevunja ungo lakini sikumwambia mtu. Ndio. Kwa sababu nilikuwa nasikia story watu wakizungumza, ukifanya hivi unafanya hivi, unafanya hivi, unafanya hivi. Kwa mimi nilikuwa nimeshika yale maneno, yale maneno ya kule. Mamangu akiniuliza vipi, mbona mwanangu hivi na hivi, wakati muda ushaenda sini na nini, namwambia mimi mama bado. Ilichukua muda gani mpaka? Mwaka mzima. Mwaka na nakaa naye nyumba moja. Yaani mwaka hakujua chochote. Kwa hiyo ulikuwa unajisaidia mwenyewe, yani kila ada yako kwa mwezi ikifika. Okay. Bwana si mchezo. Mwaka mzima. Mwaka nakaa naye ndani. Na ilitokea wakati ukiwa na miaka mingapi kwa kweli? Ilitokea nikiwa na miaka 14. 14. 14. Umri sahihi kwa binti wa Kisukuma kuolewa ni miaka mingapi? Miaka 15. Okay, 15. Kwa hiyo tunaashumu kwamba kwenye miaka 15 16. Kwa hiyo binti anakuwa tayari ameshakuwa mwana. Na taratibu labda mpaka anapatikana mchumba huwa zinakuaje yani? Kwa mfano mtu ndo kakupenda, yani utaratibu ukoje kwa Wasukuma mpaka mtu anaolewa? Utaratibu uko hivi. Wewe kama umempenda binti wa mtu, inatakiwa ende nyumbani kwao. Ukishafika nyumbani kwao, yani niseme tu kama ratiba zingine, uende nyumbani kwao, utoe taarifa, uongee na wazazi, kisha ataitwa binti, utaenda kuongea naye kule. Kama atakukubalia, binti hatakukubalia na hiyo siku. Atarudisha taarifa kwa wazazi. Ndio. Huyu alokuja atasema nitarudi siku nyingine, nitakuja maana sijapata jibu mwafaka, nitarudi siku nyingine nini. Hivyo. Kama alikubali, wazazi watakuja wapige simu. Binti yuko tayari, akubali. Kwa hiyo ndo kuna process ambazo zitaanza kufanya nini? Yule kijana alokuja kumchumbia atakuja tena, atarudi siku nyingine. Atakuja kuzungumza tena na binti siku nyingine. Heshima kwa mume kwa mabinti wa Kisukuma ikoje au inapaswa kuwa vipi? Maana kwa huku Unguja naona mabinti wengi sana kama heshima zao zimekuwa ndogo sana kwa wanaume.
mtanisamehe, baadhi ya mabinti wa Kizanzibari wengi heshima zinakuwa ndogo sana kwa wanaume, na kutoa kikoseana kidogo tu mara anarudi kwao, tasikia mimi sijazaliwa juu ya mti. Maswali ya namna hiyo yanakuwa yako mengi sana. Kwa binti wa Kisukuma, heshima yake kwa mume ikoje? Binti wa Kisukuma, kwanza cha kwanza unapokosana na mume wako, haitakuwa upeleke taarifa nyumbani kwenu. Okay. Inatakiwa upeleke taarifa kwa na mwanaume. Ukishapeleka taarifa kwa na mwanaume, ikishindikana wewe mwanaume wako ndo atapiga simu wapi? Nyumbani kwenu nyinyi. Ndio. Atapiga simu nyumbani, atawaelezea. Ikishindikana, kwanza cha kwanza unaambiwa mwanamke usimfuatilie mwanaume. Ndio. Usimfuatilie mwanaume, wewe zingatia unakula, unaishi vizuri, unahudumiwa vizuri. Kwa mambo mengine kama mwanaume akuletee dharau ndani. Okay. Na swali la kizushi kidogo kwa mabinti wanaume wa Kisukuma, handling yao, wanamwendo vipi mwanamke? Yani wanaendo wana mapenzi yani maguvu vipi? Mwanaume akisukuma jamani, kuna mwanaume natosho kila nayombaga inafika hatua ile lazima mimi sirudi tena. Siongei. Yani kwanza cha kwanza mwanaume akisukuma alivyo na gubu, anaweza akatoka nje, upo kwako, akafagia akafagia uwanja mzima, ndio akaondoka. Akirudi, kwa mfano arudi jioni, akakuta kuna viatu, kuna baiskeli imekuja, kitu chochote lazima ataulizia na huyu nani? Kwa pale linatakiwa ujibu ni nani? Okay. Nani? Kwa hiyo kufagia manake anaondosha alama zote, yani alama zote anaziondosha. Kweli. Kuhusiana na swala la wanaume wa Kisukuma kuwa na gugu, kama nakubaliana na wewe, maana nakumbuka kuna kisa kimoja ambacho linaambia dada mmoja kwamba alikuwa na mume wa Kisukuma, kila siku ilikuwa akirudi lazima aseme, lazima afoke, mpaka majirani wakawa wanasikia. Sasa siku hiyo akasema, leo nataka nifanye kila kitu ili mume wangu akirudi asifoke. Kwa hiyo mwanamke siku hiyo akafanya usafi, akafagia, akapika chakula vizuri, akafuta meza, bumbi nini, kila kitu. Basi yule mwanaume aliporudi, anaingia ile anaanza kukagua yani. It's like kama vile anatafuta kitu tu aweze kusema, mmoja anakuambia. Kaenda akaingia akakaa kwenye sofa. Mwanamke akajua leo kidogo nimemweza, hapo sema. Dakika moja tu kupita yani. Kaitwa, "Wewe mama fulani, kuja hapa." Akajua sasa kimewaka nini. Kufika pale akaambia, "Imeza hapa nani kafuta vumbi?" Kaambia, "Nimefuta mume wangu." Umeharibu. Nilihifadhi namba zangu za simu kwenye ile vumbi. Basi ukawa kuna ugomvi mtata, ndio hivyo. Kwa hiyo yapo mengi mtazamaji ambayo huyajui kuhusiana na wanawake wa Kisukuma, lakini pia kuhusiana na kile ambacho huwa kinatokezea kule Usukumani. Kwa hivyo tutazidi kujuzana, na niko na mrembo ambaye anatokea kule Usukumani, anaitwa Monica. Monica hajaolewa jamani. Kwa hivyo kutaka mahaba na nini, basi bwana Monica, wewe umeishi hapa Zanzibar kwa muda gani? Mimi kwa sasa hivi na miaka miwili hapa Unguja. Na miaka miwili sasa hivi. Okay, kwa hiyo umezisoma tabia za watu wa hapa bila shaka, na unazijua tabia za kule. Kule huwa mna ndoa za mila ama jadi? Kule ndoa za mila zipo. Zinafanyikaje yani? Ndoa za mila zinafanyika tu nyumbani, huendi kanisani. Okay. Yaani inakuwa tu nyumbani na ndugu na watu, ndo kama hivyo. Na inahesabiwa kama ni ndoa kabisa. Yaani inahesabiwa kama ndoa, lakini sasa niseme haihesabiwi kama ndoa kwa sababu hamna hamjasaini. Okay. Lakini sisi mna saini yaani kwetu sisi tunahesabu ni ndoa. Kwetu sisi tunahesabu ni ndoa. Ndio.
Kule Usukumani hamna tabia ya kurithi? Kwa mfano wewe uko na mumeo amefariki, ndugu yake, kaka yake, hiyo tabia ipo kule? Kwetu ni baadhi ya watu wao wanarithi. Ni baadhi ya watu, lakini mimi toka nimekuwa sijaisikia Wasukuma wanarithi. Na mahari na kuaje? Mahari mnaongea, mnazungumza, mahari inatolewa. Kikawaida mahari, yani mwanaume wa Kisukuma anapokuja kukuposa, mahari kwa kawaida inakuwa ni nini? Inakuwa ni ng'ombe. Ng'ombe. Kwa mfano kama we ng'ombe wangapi? Kwa mfano maongezi, makubaliano. Na makubaliano anafanya nani? Makubaliano yani ukiwa nyumbani makubaliano wanafanya wazazi. Lakini kwa sasa hivi mimi najipangia mwenyewe. Haya, sasa mwanaume wa Kisukuma anatazama sasa hivi, anataka kuja kuposa, mahari ng'ombe wangapi? Yeye anajua. Kwa hiyo inakuwaje? Inakuwaje aje? Yaani ng'ombe wangapi? Ng'ombe wangapi? Ng'ombe 10, ng'ombe 15. Hivyo. Okay. Bwana, ng'ombe 10. Nasikia huko mtu akiwa mweupe ni dili sana huko. Kule ukiwa mweupe ni dili, lakini weusi kama sisi. Labda tukaolewa nchi zingine. Kwa hiyo akija cheupe hapo unaweza kuona anapewa bure. Akija cheupe mama, yaani unaweza kupewa hata 50 huko. Kuna utamaduni kwa makabila mengine huku kuvaa vitu kama, kwa wanawake kuvaa vitu kama shanga na nini. Kwa Wasukuma hili likoje hili? Sio Wasukuma tunavaa. Wasukuma tunavaa shanga. Okay. Na kuna shanga so kama hizi sasa hivi zipo shanga, utamkuta mtu kavaa shingoni, kavaa kiunoni, miguuni, hivyo yani. Mote anachafua. Okay. Basi kumbe Usukumani nako kuna raha zake. na kwa kawaida hakuna kiwango 2, 3, 4. Sisi hatuna kiwango. Unajipigia tu mzigo. Hata kama ujipigie bunguti ile hapo usije kuvani wewe mwenyewe. Bwana, yapo mengi, lakini kwa leo acha tuzungumze haya machache kuhusiana na mabinti wa Kisukuma. Mtazamaji, na wewe unaweza ukaandika comment zako, kile ambacho ukijui kuhusiana na mabinti wa Kisukuma, kama ambavyo hapa nimezungumza na Monica siku ya leo. Labda maneno yako ya mwisho Monica, ambayo ungependa kuyazungumza. Kuna kitu nilikuwa nishasahau. Kwanza kwenye kuachana na mme, ngoja nikurudishe kwanza nyuma. Kwenye kuachana na mme, kama mwanaume utachoka wewe mwanamke kukaa na yule mwanaume, yule mwanaume inatakiwa akubeba akupeleke nyumbani kwenu na ukabidhishe kwa wazazi wako. Kwa sababu wewe alikutoa kwa wazazi wako. Kwa hiyo kama akikuchoka, akubeba kupeleke wapi? Nyumbani kwa wazazi, akakukabidhishe. Mtoto wenu nimemrejesha huyu hapa mzima hivyo basi. Na kama wewe mwanamke umemchoka mwanaume? Na kama nimemchoka mwanaume kwa tabia zake, pia naweza nikaenda nikafuata taratibu ambazo ni kwenda kwa wazazi wake. Ambazo ni kwenda kwa wazazi wake, nikawaita na wazazi wangu mimi, kwa kukutanisha pamoja, tukayazungumza. Kama tutamaliza pale ndo kama hivyo. Okay. Mwanaume wa Kisukuma huwa anapenda nini hasa kutoka kwa mwanamke? Mwanaume wa Kisukuma anapenda kunyenyekewa. Kunyenyekewa. Anapenda kunyenyekewa. Kwenye vitu vya faragha, anapenda, yani mwanaume wa Kisukuma anapenda asikilizwe yeye. Hapendi kumpa mwanamke wake nafasi ya kuongea. Kwenye faragha, I mean, huwa anapenda kitu gani hasa? Anapenda kitu gani wewe? Hayo mambo tena mengi. Hatuzungumzi kwako, nazungumza wanaume wa Kisukuma. Kwa mfano, nikutolee mfano mfupi tu. Kwa mfano ningekuuliza wanaume wa Kizanzibari wanapenda nini kwa mwanamke? Napenda nini? Sikufanyana. Sitaki kuongea mengi. Mie binafsi najua nini ambacho wanakipenda, yani wakikiona hivi kwa macho wanapenda. Mwanaume wa Kisukuma anapenda? Hawapendi makalio makubwa wanaume wa Kisukuma. Wanapenda?
wanapenda pia kama huku tu. Okay. Bwana mtazamaji, mimi nafikiri yapo mengi ambayo pengine wewe huyajui ama mimi sijaweza kuyauliza. Basi wewe unaweza ukaniuliza. Unaweza pia kutucheki kupitia 0772678786. Monica, labda pengine ungetaka kusema naye unapatikana vipi, labda kupitia social media ama chochote kile ambacho ungependa kusema ambacho mimi sijasema? Mimi napenda tu jamani, muendelee kufuatilia kwenye Mapito Online TV. Tunawapenda, tunawakaribisha sana. Tunahitaji komenti zenu, mshare video zetu, ndo kama hivyo. Karibuni sana. Kwa sasa hivi tupo hapa Zanzibar, tunapatikana Zanzibar, kwa hiyo tunawakaribisheni sana. Mkaribie hapa Zanzibar. Atakaye na aje, hakuna matata. Karibuni sana. Bwana, mimi sina la ziada, nitoe shukrani zangu ama shout out kwako Monica, lakini pia kameramani wangu Sadiki ambaye anapatikana pale Royal Barbershop aka wanamuita Kesha. Mimi mwenyewe jina langu naitwa Abra Tuesday. Asante sana kwa kunitazama. Siku nyingine nayo pia ni siku tutakutana hapa Mapito Online TV. Bye bye.